Wenyewe wanasema unatamani hata sasa hivi, licha ya kwamba mimi nisifiche, nimefanya mahojiano na Ibrahim Class. Alizungumza kwamba miongoni mwa vitu anavitamani ni kushia ulingo na Hassan Mwakinyo hata kama amemzidi uzito. Hii ni unprofessional kwanza. Ibra ni bondia wa siku nyingi. Na mimi sikutegemea bondia kama Ibrahim Class kwa uzoefu wake azungumze vitu kama hivyo ambavyo havi make sense. Ibrahim Class anacheza kilo 58, 59, ni super featherweight. Naona alafu Hassan Mwakinyo anacheza middleweight 72. Wapi na wapi? It doesn't make any sense. Kwa hiyo sio vitu vya kukaa basi tukae kwenye boxing tuzungumze kiprofessional. Tusizungumze kwa miemko. Hii sio mieleka wala sio ugomvi wa mitaani. Ni michezo ambayo ina taratibu, sheria na kanuni zake. Kwa hiyo bondia kama Class kuzungumza kwamba yeye anaweza kumpandia Hassan uzito, hii sio mieleka bwana. Na hii sio ukatuni, hiyo itakuwa ukatuni. Eti hata kwenye uzito wake mimi nampandia asumbui. Hii ishakuwa ngumi za mtaani basi. Sio boxing tena. So Ibrahim Class abaki kwenye uzito wake, apambane na mabondia wenye uzito wake, maisha yake yaendelee. Wengine waweza kusema wenye uzito sawa na Hassan kama kina Kiduku sawa, kwa sababu ni wote sawa wanaweza kupigana, lakini sio Class. Class uzito wake mdogo sana. Kilo 59, 60, super feather, lightweight, ameishia hapo. Hajawahi kucheza kilo 65 hata siku moja. Never fought welterweight. Sasa mpaka 72 atafika lini? Kwa it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Mimi sioni maana hiyo. Ndipo naona bondia anakuwa. Sawa. Na Hassan kwenye hili hana kuna. Imagine Hassan yupo Tanga na mimi nipo Dar es Salaam, lakini tunawasiliana almost kila siku na tunapanga ratiba ya mazoezi, na kila akija Dar tunafanya kama tuition au revision ya vitu ambavyo tumevipanga kwenye simu, alafu anakuwa na qualify. Yani ni kijana ambaye anaelewa maana ya boxing na yeye ni nani katika tasnia ya boxing na kipi akifanye. Ndio maana kila day Hassan anakuja upya. Kila siku ni mtu ambaye anajituma na anajitunza. Ni vitu gani ambavyo unakuwa unamwambia avizingatie haswa kwenye mazoezi yake? Mpaka tunaona Hassan ambaye amekuwa na panchi yenye uzito kweli kweli kiasi cha kwamba mpaka watu wanalalamika kwenye mapambano yake, raundi ya kwanza ya pili amemkalisha mpinzani. Unajua mazoezi mazito kwenye boxing ni mazoezi baada ya mazoezi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mazoezi baada ya mazoezi, ukishamaliza mazoezi ndipo unapoanza kukutana na changamoto. Upate muda mzuri wa kupumzika. Upate muda wa kula. Usiwe mzururaji. Usiwe mtu anasa. Usiwe mlevi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote hivyo na kana Hassan tunazungumza anayazingatia. Sio mtu anasa, sio mlevi. Akimaliza mazoezi anakula, akimaliza kula anapumzika na lala. Kwa hiyo ana recover na ana gain calories ambazo zinatia ujazo kwenye panchi yake. Kila unapokutana naye unakuwa unamuona tofauti na mwili wake. Na sio kwamba anakutana na mabondia ambao ni mchekea kama ambavyo watu wamekuwa wakisema hivi karibuni. Unajua boxing ni mchezo ya wazi. Boxing ni mchezo wa wazi. Kwa level ya Hassan mimi nawafundisha mabondia wengi, lakini ujazo, yani uzito wa pancho wa Hassan ni tofauti sana na mabondia wengine. So Hassan ni bondia ambaye anajitunza na panchi yake ni nzito. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana kurudisha speed, sharpness kwenye urushaji wake wa panchi. Ndio ikafanya yeye sila yake iwe kali zaidi kwa sasa hivi. Kwa wanaobisha waendelee kubisha, lakini ipo siku kuna mtoto wa mtu atakanyanga waya, ataungua vibaya. Ipo siku? Hawa wanaobisha ipo siku? Sitaki kumtaja, lakini ipo siku mwanangu utakanyaga waya, utaungua vibaya. Kajua ni nickname. Sio nickname, my real name. Kanda?
Kabongo. Kanda ya kwako afu Kabongo ya mzee? Ndio. Au ni jina moja limeungana? Hapana, majina mawili, Kanda, Kabongo. Yeah. Maana yake nini ilikuwa? Mzee Kabongo ndo babangu mzazi. Yeah. Yes. Na hiyo Kanda maana yake? Kanda ni jina la babu yangu mzaa wa mama. Yeah. Basi mimi nikaa kwa miaka yote hiyo nikaa najua Kanda Kabongo litakuwa ni nickname, kuna jina lako halisi ambalo mimi silifahamu. Kumbe ni jina lako halisi. Hongera sana. Ni jina langu, asante. Yeah. Sasa mambo yanakwendaje? Namshukuru Mungu, alhamdulillah, tumemaliza mwaka kwa kishindo. Yeah. Mwaka 2025 maliza. 2025 tumekimaliza kwa kishindo. Kwa nikisema kishindo, wadau wa ngumi wameona, wamepata kilichostahili. Kipi unajivunia zaidi mbali tu na kufunga mwaka kishindo kupitia kwa bondia yako ambaye alipata ushindi, lakini kipi kikubwa zaidi ambacho unajivunia kwa mwaka 2025? Kwa mwaka 2025 namshukuru Mungu nimefanya vizuri kwa sababu nimewapandisha mabondia almost 15 mwaka 2025. Kwa hiyo ambao nawasimamia mimi kama mimi na Hassan Mwakinyo ndo kafunga mwaka. Kwa hiyo mwezi wa 5 niliwapandisha mabondia, mwezi wa 8 nikawapandisha mabondia, mwezi wa 9 nikawapandisha mabondia, na mwezi wa 12 na mwezi wa 11 nikawapandisha mabondia tena, ilikuwa tarehe 29 November, and then December 26 nikamaliza na Champions one time, the Colorado King Hassan Mwakinyo. Ndio tukafunga mwaka kwa kishindo. Hongera sana. Nashukuru sana. Siri ni nini nyuma haya mafanikio yote ambayo umekuwa ukiyapata? Siri ni kwanza kuipenda michezo ya boxing bila kwanza kujali unapata kitu gani. Kwa sababu ukiweka tamaa ya kupata hata mapenzi yanapungua. Kwa hiyo mimi kawaida yangu naipenda boxing kuliko hata mabondia wangu. Kwa hiyo muda wa mahudhurio mazoezini mimi nakuwa wa kwanza kufika kabla mabondia. Kama leo ambavyo nashuhudia. Ndio maana yake. Umewahi, hakuna bondia ambaye namuona hapo. Yeah, mimi nawahi kufika kabla ya mabondia. Kuona wahimiza. Kwa hiyo unakuwa sina break. Mbona leo tarehe 2 Januari lakini tayari tupo kazini. Kwa hiyo kila siku mimi sikosi. Yaani labda itokee dharura kwamba naumwa. Na siangalii ukubwa wa pambano au udogo wa pambano. Kila fight kwa mabondia wangu ni finali. Kwa hiyo tunajituma kiasi kwamba ili kila siku tunapopanda ulingoni tuwape wadau wa boxing kilicho bora. Kwa mabondia wangu kwa asilimia kubwa kila wanapopanda ulingoni wanatoa show nzuri na tofauti. Na wadau wanakubali na washukuru, na wadau wanawapokea mabondia wangu kwa shangwe kutokana na show kali ambazo wanazozitoa ulingoni kila pambano. Ilikuwaje ukaanza safari ya kufundisha mchezo wa ngumi? Mimi kwanza ni bondia. Kwa hiyo sijabahatisha kufundisha. Mimi ni bondia. Kwa hiyo asili yangu ni boxing pamoja na kickboxing. Kwa hiyo michezo yote nimequalify. Nimecheza boxing, nimecheza na kickboxing, na nimecheza mapambano mengi makubwa na madogo. Na rekodi nzuri vile vile. Niliamua kuanza kufundisha mwaka 2020 mwishoni. Ndio nikasema umri unakwenda, itabidi nipunguze mazoezi ili niwasimamie vijana. Hapo tulikuwa Kaseba Gym Mwananyamala, ndo chimbuko langu nilipojifunza ngumi, na maisha yangu yote ya boxing na kickboxing nimeyaishi kwa Kaseba. Kwa hiyo Kaseba kama father, yani mzazi wangu na mlezi wangu katika maisha yangu ya michezo hapa Tanzania ni Japhet Kaseba. Yeah. Kwa hiyo pale na mwaka huu 2020 alikosekana mwalimu pale, lakini mimi nilikuwa tayari mkubwa na waongoza vijana. Nikamwambia mwenyekiti Kaseba kwamba father, mimi nataka nichukue jukumu la kuanza kuwasimamia mabondia. Ndio safari yangu ilipoanza. Kwa hiyo nikaanza kuwatengeneza mabondia, na idadi ni kubwa ya mabondia ambao nimewatengeneza toka mwaka 2020 mwishoni mpaka leo. Idadi ya mabondia ni kubwa. Na hata safari ya Hassan kuanza naye kazi ilianzia pale pale kwa Kaseba. Kipindi alifungiwa baada ya tukio la Ubungo Plaza,
alikuja kumtembelea mwenyekiti wa mabondia Jafet Kaseba. Kwa walipokuja gym, nikakaa naye, nikafanya naye mazoezi mara moja, tukabadilishana mawazo. Kwa baada ya kubadilishana mawazo ndipo alipoamua kwamba aniunge na mimi kwenye kikosi chake. Ndio safari yetu ilivyoanza mpaka leo. Na kama mwalimu sasa, ni vigezo gani ambavyo mpaka unaamua kuwa huyu awe mwanafunzi wangu? Unatazama nini hasa? Mimi natazama nidhamu. Nidhamu sio kuniamkia mimi shikamoo, hapana. Nidhamu ya michezo ni mahudhurio. Mahudhurio ya mazoezi kila siku bila kukosa na kuwahi kufika mazoezini. Hapo shikamoo tosha. Kwa hiyo katika mabondia ambao nasimamia huwa nagombana nao sana kwenye swala ya mahudhurio, kwa sababu mimi mwenyewe sikosi, never miss. So uficho wa bondia ni mahudhurio. Kila siku mazoezini lazima uhudhurie. Uwe na mechi, usiwe na mechi.